Tusimame sote wananchi kwa heshima ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Wapi makofi wananchi? Makofi kabisa hadi Mheshimiwa Rais afike kwenye kiti chake. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Wananchi hapa wanakupenda sana. Basi kwa heshima Mheshimiwa Rais na kwa ruhusa yako, naomba nimwalike Pastor Njuguna Francis atuongoze kwa maombi mafupi. Acheni tuweze kuomba. Baba wetu, katika jina la Yesu, ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya kutuleta mahali hapa, kwa sababu ya upendo wako mwingi, kwa sababu ya taifa letu la Kenya. Asante kwa sababu ya taifa hili letu Mfalme. Tunajua ni taifa ambalo liko katika mawazo yako. Tunajua ni taifa ambalo liko katika mpango wako Bwana. Na tunaomba katika jina la Yesu, chochote umekusudia kufanyika katika taifa letu la Kenya, hakuna chochote Baba kitakachozuilia mambo ambayo Mfalme umeandaa kwa sababu ya nchi yetu. Tunakushukuru maana taifa letu la Kenya Baba liko mkononi mwako siku ya leo. Asante kwa sababu ya kaunti zote ambazo ziko katika taifa letu, na tunaomba in the name of Jesus ya kwamba miradi yote ambayo Baba wetu itazinduliwa katika taifa hili, tunajua katika jina la Yesu inji my Father itapata kugrow na uchumi wa Kenya utabadilika kuanzia leo. Tumedeclare katika jina la Yesu ya kwamba hakuna chochote Mfalme kitapingana na miradi hii, hata ule ambao unazinduliwa siku ya leo. Tumetangaza Mfalme wa amani, mradi huo utakwama Bwana. Huu mradi my Father utaleta manufaa mengi katika kaunti ya Kakamega na wakazi wa Kakamega Bwana na vitongoji vyake vyote katika jina la Yesu. Na tunaomba mradi Mfalme utakuwa na good investors my Father in the name of Jesus. Na tunaombea mradi siku ya leo unapozinduliwa Bwana, maana umeshazinduliwa. Tumedeclare katika jina la Yesu chochote kitayo katika mradi Mfalme itafanikiwa Bwana katika jina la Yesu. Na ni asante Bwana, ni kwa sababu ya rais wa taifa la Kenya. Tunamuombea rais wetu William Ruto my Father, ukamtende mema. Na muombea hekima, maana neno lako limesema tuombee walio katika uongozi. Leo ninamuombea hekima hii. Natangaza my Father ukampatie neema ya kufanya Kenya hii ikainuke to another level, na viongozi wote walio chini yake. Tumetangaza neema za Bwana na fadhili za Mungu katika jina la Yesu. Anapozidi kuongoza Kenya imebarikiwa na Kenya imeinuliwa katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini na kushukuru. Amen. Tuketi tafadhali, tuketi. Basi tutulie ili tuanze shughuli pamoja. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Mkuu wa Mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Spika wa Bunge la Kitaifa Mheshimiwa Moses Wetangula, Gavana wa jimbo hili Fernandez Barasa, pamoja na naibu wako Waziri wa Biashara Mheshimiwa
Moses Kuria, mawaziri wote waliofika, makatibu wakuu wa wizara, mabibi na mabwana. Niruhusu sasa kwa heshima yako Mheshimiwa Rais, nimwalike Daktari Juma Mukwana ambaye ni katibu mkuu wa idara ya kitaifa ya biashara ili aendelee na ratiba. Wananchi tumshangilie anapokuja jukwani. Asante. Vile mmeambiwa, mimi naitwa Daktari Juma Mukwana, ni Principal Secretary kutoka kwa State Department ya Industry, na pia ni kijana yenu kutoka hapa Bungoma County. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mkuu wa mawaziri, Mheshimiwa Mudavadi, Mheshimiwa Moses Wetangula, waziri wangu Moses Kuria, Governor wa Kakamega, Mheshimiwa Barasa na wengine, tunachukua nafasi hii kuwakaribisha kwa hii siku kubwa ambayo tumeweka hapa kwa uhusiano ya Wizara ya Investment, Trade and Industry, tukifanya kazi pamoja na county government. Watu wengi wanajua ya kwamba wakati tunaweka mambo ya national government na county government saa ingine na kuanga kufutana, lakini kwa hii project ya county aggregation na industrial park tumeelewana, tunafanya kazi vizuri sana na county zote. Vile unajua Mheshimiwa Rais, kwa hii project county government ndiye imetoa shamba na county government pia inatoa 250 million, national government kupitia kwa Ministry ya Investments, Trade and Industry imetoa 250 million. Ile tunafanya hapa ni kujenga industrial sheds ambazo zitatuwezesha ku-add value, kufanya manufacturing ya products zetu. Kila county imeangalia ile raw material ambao wako nayo, na tumefurahia county ya Kakamega wameonelea vyema waweke hii county aggregation park hapa. Pia wametambua zile products ambao wanataka kufanya, sikiwemo maziwa, mahindi, sunflower, avocado na mambo mengine. So kila county itakuwa inafanya processing ya vitu tofauti tofauti. Na muhimu ya county industrial park, tangu tupate uhuru, watu wetu wameogopa kufanya kazi ya industrialization, kwa sababu kazi ya industrialization ni kazi ya pesa mingi, inataka shamba, machinery ni pesa mingi, stima ni pesa mingi. So kupitia hii mradi, serikali ya county ikishikana na county ya national government, serikali ya county government, tumeshikana ili tutengeneze bahari mtu mdogo anaweza kufanya manufacturing. So tukishaweka hapa ile mtambo ya kushaka mahindi kwa mfano, wewe kama wafla ukiwa na mahindi yako magunia 100 unaweza kuja hapa ubuku siku yako, usiage mahindi yako, tukutengenezee lebo half kilo, 1 kilo, uweke kwa karatasi zako, uende uuze kwa supermarket. Alafu ile kitu pia tunataka kuongezea kwa hii mradi ni kwamba tutatengeneza portal, online portal. So all the manufactured products from across the country, we will upload them onto a portal. So unaweza uza online, useme mimi niko na unga, niko na hii na niko na hii. Kwa hivyo this is a very important project ambayo itatuwezesha watu wadogo waingie kwa mambo ya industry. So hii ni mradi yenu. Unaweza kuingia kwa manufacturing bila kuwa na machinery, bila kuwa na wafanyikazi wako, bila kushughulika stima utatoa wapi, kwa sababu hii ni mradi ya kuwezesha watu wadogo wafanye manufacturing. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii kusema asante sana kupitia kwa Rais, kwa sababu ametusupport sana, na kwa hayo mengi nataka tumkaribishe Minister wetu wa Investments, Trade and Industry, Mheshimiwa Moses Kuria. Kwa makofi. Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto, mkubwa wa baraza la mawaziri Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, Spika wa bunge la kitaifa Senator Moses Wetangula, Mheshimiwa Papa wa Roma, na gavana rafiki yangu Mheshimiwa Fernandez Odinga Baraza ambaye
Najua huyu Fernandez ni rafiki yangu wa miaka mingi sana. Kwanza mimi na yeye tulisoma tukasomea mambo ya pesa pamoja. Hiyo maneno tunaelewa. Pili, mimi Papa wa Roma is the senior most Catholic in the Republic of Kenya. Na mimi ndio mdogo yake hapo kama Catholic. Na namba 3 ni Fernandez Odinga Barasa hapo. So sisi kama wa Catholic tunaendanga hiyo safari pamoja. Na watu walikuyani Mlembe. Mlembe Force. Mlembe Swa. Mlemoyo. Musangalile. Mulebaramu. Tusalimiane kwa mkono. Asante sana. Mheshimiwa Rais, tuko hapa kwa sababu tulikuja hapa na tukaahidi watu wa hii kaunti ya Kakamega. Wakati tulikuja Economic Forum, tukitafuta kura, tuliwaambia hawa wananchi, hata tukishindwa na kazi zote, hii ya kufukuza umaskini na kuweka pesa mfukoni haitatushinda. Tunaweza ama hatuwezi? Tunaweza ama hatuwezi? Mheshimiwa Rais, mradi wa Aggregation and Industrial Park hapa Kakamega na Kenya mzima uko na nguzo 3. Hii nguzo ya kwanza ni ile tunasema maximizing income for our people. Yaani pesa ijae kwa mfuko. Ile mazao ilikuwa inapotelea hapa, ati hawezi kufika kwa soko, tutaifanyia sorting hapa, tuifanyie value addition hapa, ndio hawa wananchi waweze kuongeza pesa kwa mfuko. Nguzo ya pili ni ile tunaita inclusive growth. Yaani si zote, wengine wasiende mbele, waache wengine nyuma. Ndio tunasema, kama ni maneno ya exports, hapo kitambo ni masonko wale wakubwa ambao wangeweza kupeleka bidhaa huko ng'ambo, huko Marekani, huko Ulaya, huko China. Lakini saa hii hata mtu hapa Kakamega anaweza kuleta mazao yake hapa na tumsaidie hata yeye akuwe exporter kama wengine. Hapo kitambo maneno ya viwanda ilikuwa ya wale matajiri wakubwa. Lakini sasa hapa mkulima ya hapa katika Likuyani ama hapa Lugari ama Kakamega yote anaweza kuleta mahindi yake hapa, ikasiagwa hapa, tutakuwa na vifaa hapa zinaitwa common user facility. Vifaa ya kusiaga ugali, ya kusiaga mandizi, ya kusiaga avocado, ndio hata huyu mwananchi wa hapa ambaye yeye hawezi kufikisha pesa ya kununua ile vifaa kubwa, anaweza kutumia hiyo vifaa na aweke pesa kwa mfuko. Ya mwisho na ya tatu, Mheshimiwa Rais, ni ile nguzo tunaita ya supporting our creative economy. Kuna watu wengi sana hapa ambao wanaweza kufaidika na mandizi na mahindi na hizo vingine, avocado na maziwa. Lakini pia vijana wetu ambao wako na talanta zao hapa katika hii industrial park, tutakuwa na upande pia wa creative economy. Tunafanya kazi na wizara ya ICT, tuweke ile inaitwa studio moja, tuweke digital hub moja, kila kitu inaweza kupatikana hapa. Mheshimiwa Rais, kati ya miradi yote ambao tuko nayo, hii mradi ya hapa, hii ya Sanoko ni muhimu sana. Hapa ndio itakuwa roho ya hii eneo. Mtu ambaye ametoka hata hapa Soi, itakuwa ni rahisi yeye kuleta mazao yake hapa. Mtu ya kutoka pale upande wa Trans Nzoia, ni rahisi kuleta hapa kuliko kupeleka huko Kitale. Hata juzi tulikuwa na yeye pale Sangalo, pale wa Bungoma, lakini leo nakwambia hata mtu ya Tongalen ni rahisi mazao yake kufika hapa kuliko kwenda mpaka huko Sangalo. Yaani huu ni mradi wa maana sana. Na ndio tufanikishe huu mradi. Mheshimiwa Rais, mimi kwa niaba ya mashemeji wako, watu hapa, ningetaka nimekaa hapa, so wamekusegenya pale, wamekusegenya huyu,
Kuna ile siku walileta ng'ombe ngapi, mbuzi ngapi, nini. So kama rafiki yako niruhusu nikupatie Mwakenya kidogo vile wamesema. Wamesema ndio uko na deni yao kidogo, umejaribu lakini uko na deni. Na kuna njia mbili tunaweza kulipa hiyo deni. Ya kwanza, vile umesikia huu mradi utashikanisha Bungoma. Hapa ndio itakuwa roho ya hii eneo. Mtu ambaye ametoka hata hapa Soi, itakuwa ni rahisi yeye kuleta mazao yake hapa. Mtu ya kutoka pale upande wa Trans Nzoia, ni rahisi kuleta hapa kuliko kupeleka huko Kitale. Hata juzi tulikuwa na wewe pale Sangalo, pale wa Bungoma, lakini leo nakwambia hata mtu ya Tongalen ni rahisi mazao yake kufika hapa kuliko kwenda mpaka huko Sangalo. Yaani huu ni mradi wa maana sana. Na ndio tufanikishe huu mradi. Mheshimiwa Rais, mimi kwa niaba ya mashemeji wako, watu hapa, ningetaka nimekaa hapa. So wamekusengenya pale, wamekusengenya huyu. Kuna ile siku walileta ng'ombe ngapi, mbuzi ngapi, nini. So kama rafiki yako niruhusu, hapa ndio itakuwa roho ya hii eneo. Mtu ambaye ametoka hata hapa Soi, itakuwa ni rahisi yeye kuleta mazao yake hapa. Mtu ya kutoka pale upande wa Trans Nzoia, ni rahisi kuleta hapa kuliko kupeleka huko Kitale. Hata juzi tulikuwa na wewe pale Sangalo, pale wa Bungoma, lakini leo nakwambia hata mtu ya Tongalen ni rahisi mazao yake kufika hapa kuliko kwenda mpaka huko Sangalo. Yaani huu ni mradi wa maana sana. Na ndio tufanikishe huu mradi. Mheshimiwa Rais, mimi kwa niaba ya mashemeji wako, watu hapa, ningetaka nimekaa hapa. So wamekusengenya pale, wamekusengenya huyu. Kuna ile siku walileta ng'ombe ngapi, mbuzi ngapi, nini. So kama rafiki yako niruhusu nikupatie Mwakenya kidogo vile wamesema. Wamesema ndio uko na deni yao kidogo, umejaribu lakini uko na deni. Na kuna njia mbili tunaweza kulipa hiyo deni. Ya kwanza, vile umesikia huu mradi utashikanisha Bungoma, Uasin Gishu na Trans Nzoia. Hapa chini hapa tukijenga kabarabara ya kilomita 4 peke yake, halafu tuongeze daraja moja, mtu kutoka hapa anaweza kufika mpaka ule pande wa Trans Nzoia, na hii dunia yote itafunguka. Pili, Mheshimiwa Rais, tumeongea na watu ya JKUAT, ile Jomo Kenyatta University. Hapa tuko na eka 50 hapa karibu na hapa, ekari 50 ya ile ilikuwa campus iitwe Wafula Wabuge campus, na tumesema hiyo campus tutaifanya kama Center of Excellence for Smart Agriculture, na Kakamega na Kenya. Tunafanya kazi na wizara ya ICT tuweke ile. So wamekusengenya pale, wamekusengenya huyu. Kuna ile siku walileta ng'ombe ngapi, mbuzi ngapi, nini. So kama rafiki yako niruhusu, kwa niaba ya mashemeji wako, watu hapa, ningetaka nimekaa hapa. So wamekusengenya pale, wamekusengenya huyu. Kuna ile siku walileta ng'ombe ngapi, mbuzi ngapi, nini. So kama rafiki yako niruhusu nikupatie Mwakenya kidogo vile wamesema. Wamesema ndio uko na deni yao kidogo, umejaribu lakini uko na deni. Na kuna njia mbili tunaweza kulipa hiyo deni. Ya kwanza, vile umesikia huu mradi utashikanisha Bungoma, Uasin Gishu na Trans Nzoia. Hapa chini hapa tukijenga kabarabara ya kilomita 4 peke yake, halafu tuongeze daraja moja, mtu kutoka hapa anaweza kufika mpaka ule pande wa Trans Nzoia, na hii dunia yote itafunguka. Pili, Mheshimiwa Rais, tumeongea na watu ya JKUAT, ile Jomo Kenyatta University.
Hapa tuko na eka 50 hapa karibu na hapa, ekari 50 ya ile ilikuwa campus iitwe Wafula Wabuge campus, na tumesema hiyo campus tutaifanya kama Center of Excellence for Smart Agriculture, na tufanye demonstration farm ndio tuweze kusupport industrial park hapa. Sasa mambo mawili ni mambo ya kufanya watu wakosane kweli. Mambo mawili si tunaweza kufanya. Papa wa Roma akiwa hapo sitawezekana. Si Omwami Musalia Mudavadi akiwa hapo itawezekana. Si gavana huyu Odinga huyu akiwa hapo mambo itakuwa sawa. Mheshimiwa Rais ukitusupport hapo mimi naona itakuwa sawa. Na tumesema hawa watu unajua, tuseme ukweli. Hawa watu kuna wakati ulikuwa na ugonjwa, ukawaomba dawa, akakupimia na kale kajiko kadogo, lakini wameniahidi hii maneno tukifanya hapa uchumi uamke, saa hii mtampakulia na ile kijiko kubwa, ama namna gani? Hata nimeongea na mbunge rafiki yangu, ndugu yangu Innocent Mugabe, nikamwambia hawa wananchi safari hiyo ingine walikuwa wanapiga kura kwa sababu ya kufuata viongozi. Safari hii watapiga kura kwa sababu ya kujipenda, kuangalia pahali masilahi yao iko. Na nimemwambia mbunge Mugabe, wewe naona ukihema, ukipiga mbio ndio ufikie wananchi, sababu sisi tukifanya hii maneno tutavuka na wananchi. Kwa hiyo machache ni mwalikibe ndugu yangu mheshimiwa wa eneo hili, shemeji wa rais Mheshimiwa Innocent Mugabe akuja tueleza hapo. Hey, watu walikuyani oi. Iko wapi nduru ya rais? Iko wapi nduru ya Governor Fernandez? Iko wapi nduru ya Mama County? Mtukufu Rais, Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, the Prime Cabinet Secretary, the Speaker of the National Assembly, the Governor of the great County of Kakamega, the Senator, Women Rep, Waziri na makatibu wote, waheshimiwa na wageni wote ambao umefika hapa siku ya leo. Hamjambo? Hamjambo tena? Mna furaha? Kwa mara ya kwanza kuhost rais katika eneo la Sinoko. Mumefurahi? Rais, hawa watu wamefurahi sana. Wakati tulisema utakuja, wengine waliona ni kama ndoto. Haswa wakikumbuka vile tulifanya mwaka jana, lakini wewe uliweka hiyo yote kando na umekuja hapa kwetu kuzindua mradi wa maendeleo. Kwa hivyo karibuni sana, na ningependa kuchukua fursa hii. Najua wabunge wengi walikuwa kule State Lodge Kakamega, hawangeweza kufika hapa sababu wao walikuwa wanatembea chini na rais anatembea juu sababu ya masaa, lakini tuko na Mama County. Ningemwomba akuje awasalamie tu alafu niendelee. President wetu mpendwa, Prime Minister, Speaker, Governor, Deputy Governor, Senator wetu, viongozi mbalimbali, nende bandu bosi balikuyani mlembe. Watu wetu wa mjambo. Mimi ndio mama wenyu wa county, na siku ya leo watu walikuyani. Sisi tuko na furaha.
kwa maana president wetu amekaa hii Kakamega, tumekaa na yeye, tumesemezana karibu wiki moja. Wapi shangwe na vigelegele ya president? Na kwa ile mkutano tumekuwa Kakamega, tumesema ya kwamba sisi watu wa Western tushikane, tupate maendeleo kwa president. Na nyinyi mnasema namna gani? Hapo vipi? President, tunafuraha. Tunafuraha na vile umekuja, na pia tumesikia ile maendeleo mingi utatusaidia. Na pia sisi tunafuraha kwa maana hapa Likuyani umechukua msichana wa hapa. Koni Lusweti yuko wapi? Ndio huyo. Tulikuwa naye kwa hiyo mambo ya Umama County. Na president, nataka mjue ya kwamba amechukua wale walikuwa kwa hiyo kinyang'anyiro, amewapatia kazi. Si anatupenda sisi wa mama? Amepatia Hadija kazi. Hata saa hii pia amepatia Signal kazi. Si anatupenda? Wamama hoye! Wamama power! Kwa hivyo president, mimi nitakuwa mstari wa kwanza kukusupport kwa maendeleo, na mimi pia nitakuja hata hiyo nangafu kidogo ni support hawa mama na maovacado, nitawasupport pia. Na nimeona kuna mambo ya sunflower, kwa maana ni vizuri viongozi tukishikana, ama namna gani? Sasa hivi mnaona kwa kule kushikana, governor wa county anatoa 200 million na pia president anatoa 200 million. Kwa hivyo hiyo kushikana, tutaenda mbele. Siasa iliisha, sasa ni saa ya maendeleo. Asanteni sana. Asante sana Mama County. Na vile amesema rais, sisi watu wa Likuyani na watu wa Kakamega kwa ujumla tumesema kwamba wakati wa siasa ulikwisha, na sasa ile siasa tunataka kufanya ni siasa ya maendeleo. Na ujue kwa nini hao watu wanafuraha sana siku ya leo. Kwa mara ya kwanza kuanzia tuanze mambo ya devolution, hata ile wakati wa county councils, ndio mara ya kwanza watu ya Likuyani wanahisi kwamba wako katika county ya Kakamega. Tumeona miradi mingi katika kaunti ya Kakamega. Umeona hiyo distance ni refu. Miradi mingi ukifikiria inaenda huko. Hata wewe kidogo ulikuwa na wasiwasi kwa nini nimekuja hapa Likuyani. Sababu tuko kwa kona huku, saa nyingine wanasema mko hata Trans Nzoia. Lakini mara hii tunakushukuru, na sana kabisa pia tumshukuru governor wetu Fernandez Baraza kwa kusikia wito wetu. Tulienda kwake, tukamweleza na tukamwambia industrial park ikiletwa hapa Likuyani itafanya vizuri zaidi, sababu uchumi haina boundaries. We'll incorporate with all our neighboring counties to make it the most successful aggregation and industrial park in the country. Ya pili, rais, hao watu wananiangalia mimi niwatafutie maneno kidogo kidogo. Kwa miaka mingi Likuyani tumebaki nyuma. Hata barabara tarmac road Likuyani hakuna. Iko kadogo para nyaligusisha kidogo. Na wanajua wewe ni shemeji yetu. Na tulisema wakati mimi nilikuwa na campaign, mimi niliwaambia miaka yetu yote ilioliwa na nzige, mwaka huu ni mwaka urejesho. Na unajua Mungu anatumia mbinu tofauti. Na ameamua mara hii kukutumia wewe. Tulidhani tutatumia ule jamaa wetu mwingine, lakini Mwenyezi Mungu anakutumia wewe ili ukuje utusaidie. Kwa mara mingi tulikuwa tumebaki nyuma na tukaona yeye ndiye atatuokoa, lakini kumbe Mwenyezi Mungu amekutuma wewe. Na tunaona ishara, na ishara ya kwanza umeanguka hapa Sinoko, kijiji ambao mimi nilizaliwa. Watu ambao wako mwisho katika kwa kona, watu ambao walisahaulika, mara hii Mwenyezi Mungu ametukumbuka.
na amekupitia wewe na gavana wetu Fernandez Baraza. Lakini wakati tunajenga hii park, tukumbuke pia itahitaji miundo misingi ya kuisaidia. Kwa miaka mingi kuna barabara kutoka Kona Mbaya kwenda Brigadier. Hiyo barabara ni kama imelaniwa. Tunataka tuende tufanye pale maombi ndio barabara iweze kufanya kazi. Tumetembea katika ofisi za kera tukitafuta, na tukiwa kule State Lodge Kakamega nilikueleza kuhusu hiyo barabara. Tunaomba ipewe first priority sababu ndio italink na hii barabara ya kuja kwa Industrial Park. Na governor amekubali kutufanyia hii kutoka Kona Mbaya kupita hivi mpaka pale kushikana na Kiminini. Kwa hivyo itakuwa full network ya kusaidia hii Industrial Park. Ya pili, ndugu yangu Moses nilimweleza kidogo, amekueleza. Hiyo sitarudia mambo ya daraja na mambo ya Jomo Kenyatta University. Lakini watu wetu wanateseka kwenda court Butali. Very many kilometers. Watu wanashindwa kupata justice sababu ya gharama ya kwenda court kule Butali. Tuna shamba, tuna nyumba, tunataka judiciary wakuje, tuwakabidhi, watuwekee court pale Likuyani, pale inaitwa Imbinga. Kwa hivyo, Rais, wakati unakuja huku kwetu, mimi nilikueleza na wewe ni shemeji yetu, nataka utembee vizuri. Barabara zetu hazina a lot of interlinkages. Apart from ile ya Brigadier na hii, zetu ni barabara fupi fupi. Tunaomba utupatie 40 kilometers of tarmac roads. Tutaonyesha hapa kilomita 5, hapa 6, hapa ngapi, na hii Likuyani ndio itakuwa the true leafy suburb of Kakamega County and the industrial hub of the region. Nikimalizia, hawa ni wakulima wa mahindi. Umetembea hapa umeona mahindi. Wana wasiwasi kwamba uliwapea mbolea mingi sana, wakapanda mahindi ikakuwa mzuri sana. Wasiwasi wao ni bei. Sababu huku nje kila mtu anasema bei ya unga ishuke chini. Sasa unajua bei ya unga ikishuka faida ya mkulima pia inafanya nini? Inashuka. Sasa wewe angalia ubalance hiyo mambo mawili. Upatie NCPB pesa za kutosha, wachukue mahindi kutoka kwa wakulima kwa bei iliyo mzuri. Si ni sawa sawa? Na hapa hii kijiji imekuja to life. Ungekuwa hapa kuanzia juzi, wananchi wamefurahi. Vijana wengi wa hapa watapata kazi kupitia Industrial Park, kupitia zile makampuni ambao watawekeza hapa. Tutaweza kusaidiana ili vijana, wa mama na wazee wetu hapa waweze kufaidika. Na hii jamii hapa wameniambia, hii ni mara yako ya pili kuja hapa. Kuna wakati ulikuja ukazindua shule hapa Beatrice Telewa Memorial School. Wanasema kuna mambo ulioahidi ni kukumbushe. Kwa hivyo wakumbuke, ni shule ambayo inasaidia hii kijiji, na ile ahadi yako ukiweka pale itaweza kusonga mbele. Kwa hayo mengi na machache, mnasema tukipata maendeleo namna hii tutatembea pamoja. Tutasupport rais. Haya, wacha nichukue fursa hii nimuite gavana wa kaunti ya Kakamega, His Excellency FCPA Fernandez Baraza. Haya, Likuyani hoi! Wamama hai! Vijana fire! Mheshimiwa Rais, karibu Likuyani. Watu wa Likuyani wanakupenda. Sisi tumesema lazima tutatembea na serikali yako ili tuletee wananchi wa Likuyani maendeleo. Na kwa sababu niko na waheshimiwa wengine hapa, with your permission, Your Excellency, allow me kumkaribisha seneta wetu dakika moja, ambaye ni kiongozi mtetezi wa wanyonge, Halwale. Please step forward tusalimie wananchi.
Vana veru biri kuyani mirembe moyanzi lo president yitsi moyanzi lo khurerera muradi nubere nunyoli mukhana mulei umanyi uhana bukhwi inomba shuhananga tawe ulikhwerwa Mheshimiwa Wetangula has translated that song to the president and the relevance of the day. Wananchi, mimi nasema asanti kubwa sana kwa rais, kubwa sana kwa Wetangula, kubwa sana kwa Mudavadi, kubwa sana kwa waziri Moses Kuria na serikali yako rais yote for what you have done in the last 1 week. Wananchi, hii mradi itazalisha kazi 30,000, 30,000 jobs. Sasa ili uelewe maana ya hii kitu, ninakuomba tufanye hesabu kidogo na wewe. Ukiajiri wanaume kwa mfano 30,000, kila mwanaume anabeba wazazi wawili. That means for 30,000 job, you have sorted out 60,000 parents. Na kila mwanaume, mnajua mashini yetu hapa inafanya kazi vizuri sana, anakuanga na watoto 10. Mrembe bosi. So you will have sorted out 300,000 youth. Wote wanafika 390,000. Na nyinyi mnajua tabia yetu, mwanaume huwa anakuwa na bibi ngapi? B. So you will have sorted out 60,000 wives. Your Excellency, you have given us 450,000 uplift of our people, and because ulifanya hii kazi Sangalo, Ibungoma, ulifanya hii kazi na Sewa Busia, it means you have multiplied these 5 times. We have almost 1.5 million people who will be empowered thanks to your forward thinking. Vana veru, President Enyakhola na khuti kazi. Numuyanza wote tutembee nyuma ya rais. Wengine muko na jirani wako ambayo ni Mkikuyu. Ukae na Mkikuyu akuambie ni kwa nini Mount Kenya yote 100% walisimama nyuma ya William Samoei Ruto. If we do that, in 2027 we shall come out stronger. Wewe sikia, we have been around. Yule mpinzani wa rais mwenye wengine walipigia kura alikuwa kwa coalition government ya Mwai Kibaki. Hakuna kitu alileta Likuyani, hakuna kitu alileta Lugari. True or false? Vanabe, huyo jamaa alikuwa kwa handshake government ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta akampatia 250 billion shillings worth of projects, zote zikaenda kwao. Tuchenuke na sisi tufate mtu mwenye atakijali na ajali sisi. Wera mlinde. Ni furaha yangu kuomba all MCAs ambao mko hapa, muinuke tafadhali, mpunge mkono kwa sababu rais Baraka na functions 3 huko mbele. MCAs, thank you very much, thank you very much. Karibuni. Alafu Mheshimiwa Dr. Enoch Kibunguji ndiye alikuwa candidate wetu hapa wa Kenya Kwanza kwa Fort Kenya. Enoch yuko? Thank you. Fort Kenya. Alafu UDA tulikuwa na kijana wetu Shikuku punga mkono. Mkabe kweli wewe unaenda kwa kanisa. Mheshimiwa
If I had not miscalculated nikasimamisha kwa Kenya kwanza wanaume wawili, ungekuwa na kibarua. Lakini watu walikuwa wanakupenda. We wish you well. I want you to be a real supporter of the president. You are not a con man. Mlikuwa mnatafuta. Mlikuwa mmepiga hesabu mkafikiri yule baba wenu atapata. Lakini kwa sababu imedhihirika, wachana na baba ambaye hakukuzaa, ufatane na kijana president mwenye mtatembea pamoja, tujenge watu wetu bana merumrio mnogumbrisi. Haya, bullfighter apigiwe makofi. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda, ningependa kuwatambua ma chief officers wangu. Just stand and wave. Chief officers, thank you very much. Mawaziri wa county governments, huyu ni kijana wa hapa. War, thank you very much. Ningependa pia kumtambua deputy governor wetu ambaye ni Mheshimiwa Sabula. Just stand and wave kwa sababu ya wakati. Thank you very much. Pia ningependa kumtambua Secretary General wa chama cha UDA ambaye ni Cleophas Malala. Just stand and wave. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda, mimi nakushukuru sana kwa kuleta maendeleo hapa Likuyani, na vile tumesema wazi, sisi kama county government tutashirikiana pakubwa na serikali yako ili utufanyie wananchi kazi. Na mimi naelegeza sana mambo ya maendeleo na usawa, ndiposa nikasema hii industrial park iletwe hapa Likuyani. Watu wa Likuyani mpo? Mheshimiwa Rais, I want to appreciate you, na vile tumetangaza wazi, sisi kama Mlembe Nation tutakuunga mkono 100%. Umetuletea maendeleo, umetufungulia housing kule Kakamega, umetufungulia mabarabara. Leo tuko hapa, tukitoka hapa tunaenda kule na Baholo, na yote ni kwa sababu unapenda watu wa Kakamega County. Na kwa sababu ya muda, Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuhakikishia kwamba we are going to work together. Tuna support the bottom up economic transformation agenda, kwa sababu inatilia mkazo sana mambo ya ugatuzi na pale mwananchi pale chini. Na kwa sababu sisi tunataka maendeleo, we want to assure you this time round we are going to support your leadership. Wacha nione wale ambao watasimama na rais wetu. Asante sana. Sasa because of time, ningependa kumkaribisha speaker wetu wa National Assembly Papa Roma, Mheshimiwa Moses Wetangula. Karibu. Zote zikaenda kwao. Tuchenuke na sisi tufate mtu mwenye atakijali na ajali sisi. Wera mlinde. Ni furaha yangu kuomba all MCAs ambao mko hapa, muinuke tafadhali, mpunge mkono kwa sababu rais baraka na functions 3 huko mbele. MCAs, thank you very much, thank you very much. Karibuni. Alafu Mheshimiwa Dr. Enoch Kibunguji ndiye alikuwa candidate wetu hapa wa Kenya Kwanza kwa Fort Kenya. Enoch yuko? Thank you. Fort Kenya. Alafu UDA tulikuwa na kijana wetu Shikuku punga mkono. Mkabe kweli wewe unaenda kwa kanisa. Mheshimiwa, if I had not miscalculated nikasimamisha kwa Kenya Kwanza wanaume wawili, ungekuwa na kibarua. Lakini watu walikuwa wanakupenda. We wish you well. I want you to be a real supporter of the president. You are not a con man. Mlikuwa mnatafuta. Mlikuwa mmepiga hesabu mkafikiri yule baba wenu atapata. Lakini kwa sababu imedhihirika, wachana na baba ambaye hakukuzaa, ufatane na kijana president mwenye mtatembea pamoja, tujenge watu wetu bana merumrio mnogumbrisi. Haya, bullfighter apigiwe makofi.
Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda, ningependa kuwatambua ma chief officers wangu. Just stand and wave. Chief officers, thank you very much. Mawaziri wa county governments, huyu ni kijana wa hapa, War, thank you very much. Ningependa pia kumtambua deputy governor wetu ambaye ni Mheshimiwa Sabula. Just stand and wave kwa sababu ya wakati. Thank you very much. Pia ningependa kumtambua Secretary General wa chama cha UDA ambaye ni Cleophas Malala. Just stand and wave. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda, mimi nakushukuru sana kwa kuleta maendeleo hapa Likuyani, na vile tumesema wazi, sisi kama county government tutashirikiana pakubwa na serikali yako ili tufanyie wananchi kazi. Na mimi naelegeza sana mambo ya maendeleo na usawa, ndiposa nikasema hii industrial park iletwe hapa Likuyani. Watu wa Likuyani mpo? Mheshimiwa Rais, I want to appreciate you, na vile tumetangaza wazi, sisi kama Mlembe Nation tutakuunga mkono 100%. Umetuletea maendeleo, umetufungulia housing kule Kakamega, umetufungulia mabarabara. Leo tuko hapa, tukitoka hapa tunaenda kule na Baholo, na yote ni kwa sababu unapenda watu wa Kakamega County. Na kwa sababu ya muda, Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuhakikishia kwamba we are going to work together. Tuna support the bottom up economic transformation agenda, kwa sababu inatilia mkazo sana mambo ya ugatuzi na pale mwananchi wa pale chini. Na kwa sababu sisi tunataka maendeleo, we want to assure you this time round we are going to support your leadership. Wacha nione wale ambao watasimama na rais wetu. Asante sana. Sasa because of time, ningependa kumkaribisha speaker wetu wa National Assembly Papa wa Roma, Mheshimiwa Moses Wetangula. Karibu. Ndugu wa Likuyani, Mlembe, Mlembe swa, Mlembe te, Mlembe mia, mulimoyo, musangalile. Mheshimiwa Rais, ndugu yangu Musalia, my brother Moses Kuria, waziri wetu, governor wetu, Mheshimiwa senator na waheshimiwa wote ambao mko hapa, waheshimiwa wananchi, yangu itakuwa mafupi. Wakati tulikuwa tuna campaign, Mheshimiwa Rais aliwaahidi atarudi. Aliahidi maendeleo. Na sasa ni mwaka moja tangu aingie ofisi. Hii industrial park tunaleta hapa, ndugu zangu, ni kitu cha maana sana. Na vile Kuria amesema, itasaidia Uasin Gishu, Trans Nzoia, Bungoma na Kakamega. Na umuhimu wake ni kwamba sio lazima uwe na pesa ujenge kiwanda ndio uzalishe mali kutoka viwanda. Kama kwa mfano nyinyi hapa ni wakulima wakubwa. Mkulima mzee Wabuke, familia yake imepata kandarasi ya kupeleka unga gunia 1000 mashule. Anakuja hapa, anasiaga unga, anapack, anaweka label product of Wafula Wabuke, anapeleka kwa shule. Common user facilities. Wale ambao mtakuwa na sunflower, unakuja hapa, unatengeneza, unatoa mafuta, keki ya ng'ombe, unapeleka sokoni. Wale ambao mna avocado, unaenda kwa internet, unapata kandarasi kule Ulaya, unaleta hapa, una extract syrup, unapack, unapeleka ng'ambo, unapata pesa yako. This is what this is. Kwa hivyo ndugu zangu, wananchi wa Likuyani na environment hapa, tuzidishe ukulima. Na Bwana Baraza, wewe kama governor, the missing link in our farming today
vile president ameleta mbele ya kutosha ya bei nafuu ni extension services. Tunataka kuona mtu wa kusaidia mwananchi, panda sunflower hivi, linda mahindi yako hivi, avocado inalindwa hivi, kila kitu inafanyika hivi, ili watu wapate mali. Ndugu zangu, hii ni time ya kufukuza umaskini.